Jambo lingine linaloweza likakufanya ukawa masikini na mtumwa ni kudumisha maumivu moyoni. Katika sehemu iliyopita tulizungumzia matumizi mabaya ya ulimi. Huenda ulimi wa mtu fulani ulikuchoma, maneno ya mtu fulani yalikuumiza moyo, nawe ulidumisha maumivu moyoni. Nikwambie kwamba jitahidi kuwa na furaha, kwani dunia haiwezi kujali maumivu yako. Dunia hutishwa na wabunifu wakubwa, watu wanaofanya mambo makubwa, lakini haijawahi kutiishwa na watu wanaopitia maumivu makubwa. Ukiona jambo linakupa maumivu, achana nalo, maana linakufanyisha shughuli isiyokuwa na faida. Tunaishi mara moja tu. Kila sekunde ya uhai wetu ni maisha. Wajinga hutumia kauli hii, maisha ni mafupi, acha wale ujana. Na wanatumia kauli hii ya maisha mafupi kufanya mambo ya kijinga, mambo mabaya, na yanakuwa machukizo kwa Mungu na yanawafanya wawe masikini na watumwa. Bali welevu uzingatia kauli hiyo katika kuyapa thamani maisha yao kwa kila sekunde ya uhai wao. Kwa kuwa bado unaishi kwenye hii dunia, kusukwasukwa ni jambo la kawaida. Kubali kwamba kuna wakati ni lazima utendewe vibaya. Kuna wakati ni lazima usalitiwe. Kuna wakati ni lazima unyanyaswe. Kuna wakati ni lazima uteseke. Lakini utambue kuwa yote hayo ni mapito ya kitambo tu, na kuna maisha baada ya hayo mapito. Ili yawe mapito, ni lazima uyape nafasi ya kupita, sio nafasi ya kuendelea kukaa kwako na kukuumiza. Yaruhusu yapite, yaende, yasibaki kwako. Achilia yanayokuumiza moyo ili uwe huru. Yaache yapite, yaruhusu yaende na kukuacha ukiwa wewe halisi. Yasikubadilishe wewe ukawa mtu mbaya kwa jinsi ya mapito yako yalivyo. Jitahidi kuwa mwaminifu hata wakati ambao gharama za uaminifu zinakuwa kubwa sana. Zingatia kuwa uaminifu ni gharama sana. Ndio maana usaliti unasambazwa bure. Lakini uaminifu unalipa, na usaliti siku zote unafedhesha. Acha kudumisha maumivu moyoni. Ukiachwa, achika. Chukua hatua, usonge mbele. Acha kudumisha maumivu, wala usiweke maneno moyoni. Na lingine, wasamee wale waliokusema vibaya. Wewe songa mbele, mtazame yule aliyeangikwa msalabani kwa ajili yako. Neema yake itakufunika, atakutunza na kukulinda. Nawe hautakuwa masikini wala hautakuwa mtumwa, bali utakuwa tajiri na utaishi maisha ya kifalme siku zote. Amen. Imekuwa ni sehemu ya mfululizo wa makosa yatakayokufanya uwe masikini na mtumwa, kwa maandiko ya Nashon Elia na kwa simulizi ya sauti halisi na nadhifu ya kwangu mimi Yosia Emmanuel. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare, lakini pia weka komenti yako kwenye kila tunachokiweka. Usiache kufuatilia sehemu inayofuata. Salia na Mwenyezi Mungu, kumbuka utatimiza ndoto.